Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Mtazamaji wa jukwaa letu la Njoni Tusemezane, nikukaribishe tena kwenye jukwaa hili. Na mtangazaji wako ni mimi Evodia Laurent, lakini ndani ya jukwaa hili kwa siku ya leo pia nina mwandishi mwepesi. Unataka kujua huyu mwandishi mwepesi ni nani? Kisha kwamba unaingia YouTube, unatafuta Njoni Tusemezane na una subscribe ili uwe kwanza kupata madini kutoka kwenye jukwaa hili. Mimi ni Evodia Laurent na siku hii ya leo hapa nina kitabu. Hichi kitabu kinaitwa Pasaka Wetu. Bwana. Wakati nakitia hichi kitabu kina vitu vingi, lakini nisiwe mzungumzaji kwa sababu hii leo nina mwandishi mwepesi mwenyewe ama mwandishi mwenyewe wa hichi kitabu anaenda kutupitisha ni nini maana ya Pasaka Wetu, lakini naamini kuna vitu vingi ambavyo utajifunza. Mwalimu Adam. Naam. Karibu sana. Asante sana. Sasa ni mwandishi mwepesi. Karibu sana kwenye jukwaa hili la Njoni Tusemezane. Nimefurahi kuwa mgeni wako tena. Asante sana. Kwanza tuanzie kwenye kitabu chenyewe. Ukiangalia kwenye hichi kitabu, tuanzie kwenye cover yenyewe ya kitabu. Tunaona hapa kwenye kitabu kuna Pasaka Wetu. Yeah. Lakini pia kuna sikukuu pekee iliyotajwa kabla na baada ya uumbaji. Lakini pia kuna jifunze tarehe za Pasaka kihistoria na kisayansi. Lakini mimi nataka kujua kwanza kwa nini uliamua kuweka hii cover ya hichi kitabu, lakini pia haya maneno ambayo umeweka juu yana maana gani? Karibu sana mwalimu. Asante sana host. Labda niseme tu kwenye uandishi, mawazo ya mwandishi yanapatikana kwenye kichwa cha habari cha kitabu, jina la kitabu pamoja na yaliomo hapa mbele, pengine na huko nyuma kidogo. Sasa kama unavyoona, hii ni sikukuu pekee katika uandishi wangu na kusoma Biblia. Subiri mwalimu. Kuna maneno matatu hapa. Sasa kichwa cha kitabu ni nini? Okay. Kitabu kinaitwa Pasaka Wetu. Ndio. Na kwenye Kiswahili ukisema neno wetu, manake is a person. Si tunatumia neno ni mtu, ni nafsi. Kwa hiyo huyu Pasaka hatusemi hii Pasaka. Kulingana na kichwa cha somo, manake kuna mtu hapa. Kuna nafsi. Kuna mtu anazungumzia. Na pengine ili neno Pasaka Wetu, manake kuna Pasaka, kila mtu ana Pasaka wake. Lakini Pasaka manake lilianza ile neno wakati Mungu anawatoa Waisraeli kutoka Misri. Akawaambia wakati ule kwamba wachinje Pasaka wao. Kwa hiyo Pasaka ambayo ilikuwa inachinjwa na Wayahudi ilikuwa inaitwa Pasaka ya Wayahudi. Unaona? Isaka naye alikuwa na Pasaka yake, yule kondoo. Pasaka ni yule ambaye anakufa kwa niaba ya mwingine. Kwa hiyo mwalimu, kuandika Pasaka Wetu kwenye kitabu unamaanisha kuna maudhui ya kipasaka ambayo yapo ndani ya kitabu? Yes. Kwanza kama Pasaka yenyewe, lakini huyu wetu, Pasaka wetu sisi ni Bwana Yesu. Ngoja tu niondoe codes. So Pasaka ni ule mchakato wa huyu wetu ambaye ni Bwana Yesu kumuokoa mwanadamu, kuniokoa mimi na wewe. Yeah. Ni very interesting. Ukisoma tu Pasaka Wetu inakuvutia kuendelea kusoma ndani ya kitabu. Yeah, na tunasema asante sana. Tunasema sikukuu pekee iliyotajwa kabla na baada ya uumbaji. Kwa nini? Na kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu anaitwa mwana kondoo. Na Yohana katika kitabu cha Ufunuo alimuona kama mwana kondoo ambaye amechinjwa tangu misingi ya ulimwengu. Manake kabla dunia haijaumbwa, tayari huyu ndugu yetu alipata bahati ya kuonyeshwa Yesu amechinjwa. Kwa hiyo kabla ya uumbaji tayari Yesu alishapangwa
kwamba katika ile siku ya Pasaka atachinjwa Yesu, kwa maana atasulubishwa. Wow. Yeah. Sasa hivi tupo kwenye maandalizi ya kuingia kwenye kipindi cha Pasaka ama sherehe za Pasaka. Yeah. Na kabla hatujaingia kwenye sherehe za Pasaka, kuna hichi kipindi ambacho sasa hivi tupo kinaitwa kipindi cha Kwaresma. Yeah. Kwa Wakristo. Na Kwaresma ni maandalizi ya kuingia kwenye hiyo sherehe. Tunaingiaje kwenye hiyo sherehe? Ni kwa kufanya baadhi ya vitu kama kuingiza kwenye dhambi na vitu kama hivyo. Sasa kabla hatujaingia kwenye sherehe yenyewe ya Pasaka, ningetamani mwalimu tupitishe kwanza kwa nini tunatakiwa tujiandae, ni kama maandalizi sasa hivi ya hizo siku 40 kabla hatujaingia kwenye Pasaka. Kwa nini ni siku 40 na katika kwa nini hichi kipindi kiliwekwa kabla tujaingia kwenye Pasaka? Asante sana. Swali zuri. Hii kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Lent. Tunasema ni siku 40 lakini kimsingi ni siku 46. Okay. Kwa sababu Jumatano ya Pasaka hiyo ambayo inaitwa Jumatano ya Majivu, hiyo siku yanachomwa majivu ya mitende, palm tree. Hii mitende ni ile ambayo ilitumika mwaka jana. Ndio, wakati wa matawi. Kwa hiyo Jumapili moja kabla ya Jumatano ya Majivu inaitwa Jumapili ya mitende. Na hili ni kukumbuka ile tukio wakati Yesu anaingia kwenye ule mji Yerusalemu. Alipokewa na matawi ya mtende. Kwa hiyo tunafanya vile kukumbuka lile tukio. Sasa yale matawi ya mitende ambayo yanatumika mwaka huu 2025 yataachwa, yatakauka mpaka mwakani 2026. Alafu yatachomwa, yale majivu yake yatatumika Jumatano. Kwa hiyo haya tuliyoyatumia Jumatano hii ni yale ambayo yalitumika Jumapili ya mitende ya mwaka uliopita. Sasa tunaita Lent, inaitwa Lent kwa maana hizo siku 40, kukumbuka pia siku 40 ambazo Bwana Yesu alifunga kabla ya kuanza kazi. Alifunga kwa siku 40. Sasa yeye alifunga bila kula wala kunywa. Lakini tunasema ni siku 46 kwa sababu Kwaresma huwa tufungi siku ya Jumapili. Kwa hiyo katika zile wiki takribani 6, zile Jumapili 6 atufungi, ikiwa ni pamoja na ile yenyewe ya Pasaka. Kwa hiyo ukitoa hizo siku Jumapili 6 ndio unapata kufunga ni siku 40. Kwa hiyo ni katika hali ya kukumbuka. Unajua Bwana Yesu wakati ameandaa ile meza yake maarufu kama meza ya Bwana, iliandaliwa siku ya Pasaka. Ilikuwa meza ya Bwana, ilikuwa ni siku ya Pasaka. Yesu aliwaandalia mtoko wanafunzi wake, kwa ni mtoko kabisa, tena gorofani. Hayo yote hapo kwenye hiki kitabu. Sasa hizo siku 40 ndio maandalizi ya kuingia kwenye hiyo sherehe. Alisema hivi, fanyeni hivi, yani ile meza ya Bwana akasema fanyeni hivi kunikumbuka, na ndio ilikuwa Pasaka. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo actually vilianzia kanisa la Roma miaka takriban 300 baada ya Yesu. Yani mwaka wa 300. Ndio hizi taratibu ziliwekwa ambazo zinatumika kwenye baadhi ya makanisa, au tuseme makanisa tunasema makanisa mama. Wanatumia hizi taratibu. Kwa hiyo ni kukumbuka mambo mbalimbali ya Bwana Yesu, ikiwemo hiyo ya kufunga siku 40. Wow. Tumetoka kwenye hiyo historia kidogo, nataka sasa tukaizungumzie Pasaka kama Pasaka, sherehe za Pasaka. Nadhani inawezekana watu wanasherehekea sherehe za Pasaka, lakini mtu haelewi ama ajui kwamba hizi sherehe zilianzishwa lini, lakini pia zilianzishwa lini, lakini zina maana gani kiroho hasa kwetu wa Kristo. Kwa hiyo nadhani tuanzie hapo. Tuzungumzie Pasaka kama Pasaka ambayo tunaisubiri sisi kama Wakristo. Hii sherehe ilianzia wapi, lakini ina maana gani kiroho? Asante sana. Pasaka ilianza miaka 1800 kabla ya Yesu kuzaliwa, na ilianza Misri wakati wa Israeli wako utumwani. Neno la Kiingereza linalotumika ni Passover, maana yake pita juu. Passover. Katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 13 Biblia inasema hivi, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote likawaharibu
nitakapoipiga nchi ya Misri. Kwa hiyo Mungu anatoa maelekezo ya kwamba wapake damu ya yule kondoo ambaye wamemchinja na waipake katika miimo ya milango. Mungu akatuma malaika aende akafanya mauaji. So kila nyumba ambayo haikuwa na damu, malaika akapita juu. Pass over. Kwa hiyo ikapata wokovu. Hiyo ndo maana ya Pasaka. Kwa maana the original one. Pasaka ikuanza wakati Yesu anasulubiwa. Lakini Yesu alisulubiwa siku ya Pasaka. Sasa kama Pasaka ilianza kabla ya Yesu kuja, nini kilikuwa kinasherehekewa sasa kabla huyu Yesu hajatolewa, hajawa Pasaka wewe? Kilichokuwa kinasherehekewa ni ile kumbukumbu ya Mungu kuwaokoa wana wa Israeli. Ukisoma kwenye Kutoka 13 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Na Abibu kwa lugha ya Kiebrania ni Avril. Ule mji wa Israeli maarufu kama Tel Aviv, tafsiri yake ile Aviv ambao ndo Avril manake ni spring, masika. Yani ni nyakati ambazo kunakuwa na mvua kubwa. And actually wakati huo kijiografia dunia nzima mvua inanyesha. Hata sehemu ambazo hazinyeshi kabisa mvua itamwagika tu kidogo. Okay. Yeah. Kwa hiyo it's a geographical phenomenon. Sawa? Kwa hiyo sasa wakati huo ndio wakati ambapo Mungu anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Na akawaambia kabisa ya kwamba waendelee kuikumbuka hiyo siku katika maisha yao yote. Kwa kama ni uhuru ambao waliufuata kipindi. Kwa kifupi ni kwamba kila taifa lina uhuru na siku ya uhuru. Kwenye taifa letu la Tanzania sidhani kama kuna siku nyingine ambayo ni ya muhimu kama 9 Disemba. Sasa katika taifa la mbinguni Pasaka tunailinganisha kama siku ya uhuru. Ina maana mwalimu, kumbe kabla ya ujio wa Kristo Wayahudi pia walikuwa na Pasaka yao. Yes. Okay. Yeah. Ile Pasaka ambayo ilikuwa na wahusu Wayahudi ilidumu kwa miaka 1800, kwa maana ilitoka wakati wa Musa. Mungu ndo anapa maelekezo. Na hata katika Biblia kwenye Agano Jipya, hilo Agano Jipya ilikuwa inaitwa kama Pasaka ya Wayahudi. Haikuwahusu watu wengine. Wale Warumi, Wayunani, wa Samaria, ila haikuwahusu. Katika Biblia kwenye Agano Jipya, Yohana 2 mstari wa 13, Biblia inasema na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Pasaka ile iliratibiwa vizuri sana, na mojawapo ya maelekezo ilikuwa ni lazima akasherehekewe Yerusalemu. Na walikuwa wanachinja mwana kondoo ambaye ana umri hajafikisha mwaka mmoja. Kwa nini? Kondoo akifikisha mwaka mmoja wa kiume anaanza kuwa beberu. Yesu anaitwa kama mwana kondoo asiye na mawaa. Unapozungumzia habari ya asiye na mawaa, kwa maana angekishakuwa beberu tayari angekuwa na vurugu. Angekuwa amechubuka kwa sababu ya kupigana na nini. Kwa hiyo ile ilikuwa ni tafsiri ya kumwandaa Yesu kwa maana ya mwana kondoo. Na ndio maana Yesu anaitwa mwana kondoo asiye na mawaa. Kwa hiyo mojawapo taratibu zilikuwa ndo hizo, wanachinja huyo mwana kondoo, alafu wanamla. Walielekezwa kabisa anachomwa, yani nyama choma. Alikuwa anaokwa. Sasa unapata ukakasi kwamba Yesu alikuwa ndani ya Wayahudi hao, si ndio? Yes. Na which means alikuwa pia anasherehekea. Sasa kama alikuwa anasherehekea na yeye tunamuona ni mwana wa Mungu, alikuwa akijua kwamba kuna siku na yeye atatolewa sadaka ama atakuwa Pasaka. Ina maana hizo Pasaka ambayo tunaizungumzia sasa, yeye ambao tunaisherehekea sisi kama Wakristo, yeye mwenyewe Kristo alikuwa anatambua hilo kwamba
kuna muda ataacha kusherehekea Pasaka za kondoo na atakuwa sadaka kwa ajili ya watu wengine. Kabisa. Okay. Kwa sababu yeye mwenyewe kama Myahudi alitimiza kweli yote. Na kwa sababu wanafunzi wake kuhusiana na hicho kitu. Yesu hapana akuambia lakini alikuwa anajua. Kwa sababu by that time kumbuka Yesu alifuata taratibu zote za Wayahudi. Ndio maana hapa anasema alikuwa anaelekea Yerusalemu wakati wa Pasaka. Hapa alikuwa mtu mzima. Lakini kabla ya hapa wakati ule Yesu akiwa na miaka 12 pia wakati amewatoroka wazazi wake akaenda hekaluni ilikuwa ni wakati wa Pasaka. Sasa Yesu akijua kabisa na akifuata taratibu zote, Yesu alitairiwa, alitolewa sadaka kama mtoto wa kiume, alitimiza kila sheria ya Kiyahudi ikiwemo hii hapa. Kwa hiyo wakati ule anakaribia kusulubiwa, Yesu alikuwa anajua kwamba nitasulubiwa kesho kutwa. na alikuwa anajua kabisa kwa sababu Yesu anaandaliwa kama Pasaka wa wanadamu wote. Labda tuangalie kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 ambao ndio theme ya kitabu. Biblia inasema hivi: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa jengo jipya. Tarudia tena. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutoa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Huyo ndo Pasaka wetu. Kwa sababu Pasaka ya Wayahudi au Pasaka wa Wayahudi yani mtu asiyekuwa Myahudi hakuruhusiwa kushiriki ile Pasaka. Okay. Yes, kwa tunavyosema kwamba Yesu alikuja akafa kwa ajili ya wanadamu wote. Hii ndio maana yake. Yeah. Na sherehe hizi za Pasaka kila mwaka ukiangalia zina tabia ya kubadilika tarehe. Ukuta mwaka jana ilikuwa tarehe fulani, mwaka huu sasa mimi nataka kujua nani anapanga hizo tarehe, na kama ni watu fulani wanapanga hizo tarehe ama ilikuwaje kihistoria, lakini wanafuata vigezo gani kwamba mwaka huu inabidi tarehe iwe hivi na hivi na hivi? Kwa kifupi kuna baraza la Rumi linaitwa Nikea ambalo lina ratibu habari zote za Pasaka, au limeratibu habari zote la Pasaka kupitia kanisa la Roman Catholic. Na hawa watu walikuwa na akili sana. Ilikuwa wakati wa utawala wa Roma. Unajua Yesu alikuja wakati Roma inatawala. Kwenye kitabu cha Daniel utawala ule unaitwa utawala wa chuma. And actually kwenye huo utabiri wa Daniel, hiyo tutajadili wakati mwingine, kwenye lile sanamu alioliota mfalme Daniel aliona kwenye nyayo, kwenye miguu ya yule sanamu katika vidole kulikuwa na mchanganyiko wa chuma na udongo. Kwenye miguu kulikuwa ni chuma, kwenye vidole ilikuwa imechanganyikana chuma na udongo. Sasa kwenye tafsiri ya Daniel ukisikia utawala wa chuma manake ni Roman. Okay. Na kwa sasa hivi tunaita Contemporary Roman Empire ambayo imejificha kwenye kanisa la Roma. Kwa hivyo kibiblia dunia sio tu dini, dunia inatawaliwa na Roman. Ndani ya Roman, chini ya Warumi ndo wanaamua ni siku gani iwe Pasaka. Sasa hivi tuseme Warumi kwa sababu Warumi ilikuwa ni serikali. Okay. Yeah, ilikuwa ni political government, the Roman Empire. But now we have Roman Catholic. Okay. Kwa hivyo mnavyoona, yani dunia haiwezi kukwepa kanisa la Roman Catholic. Ndio inayoibeba dunia. Na imani, ndio maana imani za Kikristo zote zimebebwa na kanisa la Roman Catholic. Huwezi kuikwepa. Sasa wa Roman Catholic wali combine imani ya Wayahudi au imani ya Wakristo
na kile walichokuwa wanakiamini kwa namna nzuri. Ndio maana mambo mengi ambayo yanatokea leo